Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati mwingine mzuri tena tumepata mbele za Mungu kukaa na kujifunza mezani pake. Karibu sana katika kipindi hiki. Mimi Pastor Sacred Jeffrey. Studio niko pamoja na Pastor Simon na Shemastina. Tunawakaribisha tuende pamoja. Karibu. Katika somo lililopita tulijifunza na tukaestablish ya kwamba maneno ni hazina. Maneno yetu ni hazina. Na nikaweka mabano hapo nikasema, sasa hayo maneno yako yanaweza yakawa hazina positive au negative, yani hazina ya kufaa au hazina isiyokufaa. Na tukasema hazina inayofaa ni ile hazina inayojengwa kutokana na neno la Mungu. Maneno yako yakiwa sawa na maneno ya Mungu au yakiambatana na neno la Kristo, hakika hazina yako inakuwa ni hazina njema ambayo itaweza kubadilisha maisha yako, kwa sababu neno la Mungu lina nguvu, lina uwezo wa kubadilisha na kumtoa mtu katika hali moja kumpeleka kwenye hali nyingine. Bwana asifiwe. Na tulisoma ile Mathayo 12, tukasoma mstari ule wa 34. Tulisoma kwa urefu kidogo, lakini nataka tu leo nikukumbushie ule mstari wa 34 ambao unasema, enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu hunena ya ujazayo moyo wake. Na tukasema moyo mwema ni hazina njema, lakini ni maneno mema. Yani hazina njema inatoka katika moyo mwema, ambao huu moyo mwema unakuwa ndani yake una maneno mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusome ile Wakolosai. Sasa tuendelee kumalizia somo letu kwa kusema Wakolosai 3:16. Kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na kwa nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Mtazamaji wangu, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Lile neno likae, Kiingereza anasema, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Mwanadamu katika safari yake hapa duniani, zipo busara au hizi hekima nyingi anazotakiwa awe nazo. Anamaanisha nini? Kuna situation mbalimbali au kuna mazingira au changamoto au mazingira mbalimbali ambayo utakutana nayo, ambayo kila situation au haya mazingira yanahitaji hekima yake ya kutokea pale. Kwa hili neno la Mungu linavokaa kwa wingi, na kwa sababu ile neno dwell in you anamaanisha lidumu, liwe kwa wingi, yani inamaanisha uishi hapo, inhabit in there, uishi hapo, lijae kwa wingi sana, in abundance, kiasi kwamba lifurike. Nikakwambia kwamba inatakiwa limwagike, yani lijae mpaka limwagike. Sio usubirie tu kwamba nina changamoto hii basi naenda kutafuta neno la Mungu linasema. Hata kabla ya kupata changamoto yoyote, lazima uhakikishe neno la Kristo liko ndani yako. Tukasoma pale kwenye ile Mathayo 6 ambapo Kristo alikuwa anasema, mkinipenda mtazishika neno langu. Alafu akasema, mnanihitaji Bwana Bwana wakati hamzishiki maneno yangu, hamfuati my commandment. Nikasema kwa maana hiyo qualification au ufaulu au wewe kuweza kuitwa Mkristo ni lazima uhakikishe unafuatisha maneno ya Kristo, kwa sababu ndicho alichokisema, kama mnanipenda lazima mshike nini? Maneno yangu. Kwa hiyo sasa tukiona ile Warumi 10, huyu ni Paulo. Hapo ametoka kuambia Wakolosai neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Anawaambia Warumi katika ile Warumi 10 mstari wa 8 anasema, lakini yanenaje?
lile neno li karibu na wewe, katika kinywa chako, katika moyo wako, ni lile neno la imani tulihubiriwa. Bwana asifiwe sana. Paulo anasema tunapoliweka neno la Mungu ndani yetu kwa wingi katika hekima yote, lile neno linakuwa karibu na sisi. Neno lo karibu na wewe ni nini? Maana yake anamaanisha nini? Anamaanisha unapokutana na chochote kwenye maisha yako, nini cha kwanza kinatoka? Mtu amekukwaza, neno la kwanza linalotoka kwenye kinywa chako ni nini? Kwa sababu hilo ndio neno lililo karibu na wewe. Kwa kumaanisha katika ile hazina yako sasa, kama hazina yako iliyojaa ndani yako ni neno la Kristo, kwenye ile hazina iliyo ndani yako, cha kwanza kinachotoka unapokutana na hali fulani ni kitu gani? Kwa sababu anasema hilo ndio neno lililoko karibu na wewe. Na anasema hilo neno lililoko karibu na wewe liko kwenye kinywa chako. Kwa sababu liko karibu na wewe, ndani ya moyo wako, liko kwenye kinywa chako. Unapolisema linaingia zaidi kwenye moyo wako, au linakaa kwenye moyo wako na litatoka ndani ya moyo wako. Hapo anasema ndio neno la imani. Kwa sababu ni neno la imani, limetoka kwa Kristo, linakusaidia kukuza imani yako. Mfano, unapita nyakati ngumu tuseme. Labda huna makipato au unapitia ugonjwa, lakini ndani yako kuna maneno ya Mungu ya kutosha ya uponyaji. Unajua hata kama nimetoka kwa daktari sasa hivi, daktari ameniambia hali yangu ni mbaya sana, lakini ndani yangu neno lililojaa linaniambia kwamba kwa kupigwa kwake mimi ni mzima, nilishawekwa huru. Neno la Mungu linasema mimi ni roho moja naye, ndani yake ndimo uzima. Tulisoma ile Yohana 1 anasema ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, na uzima ni nuru ya watu. Kwa hiyo ninasema okay, ndani yangu uko uzima wa Kristo. Kwa hiyo hata kama nimepokea majibu, ninayaona kabisa, nimetoka kwenye ultrasound, ninaona inasema namna fulani, lakini kilichojaa ndani yangu sio hofu, kwa sababu hofu si sehemu ya neno la Mungu. Kilichojaa ndani yangu ni neno la Mungu ambalo linaniambia mimi nina uzima wa Kristo. Ina maana hata ninapopata yale majibu, neno la kwanza nitakalolisema litakuwa lile la uponyaji wangu. Sitasema, sitaogopa, sitaanza kusema Mungu umeniacha, itakuwaje tena. Nitasema sasa na neno la Mungu. Unajua Kristo tunakosea sana mara nyingi. Tunapopataka situations au tunapopata changamoto, mara nyingi tunaenda mbele za Mungu kumlalamikia. Mungu ona sasa ahadi zako. Neno la Mungu linasema alisema ili na sisi tuseme. Kwamba unapopata changamoto fulani, au unapopata hali fulani, au unapotaka kitu fulani kutokea kwenye maisha yako, lazima ujue hicho kitu neno la Mungu limesema nini kukihusu. Kwa hiyo wewe unapoenda mbele za Mungu kuomba, au unapoamua kutamka maneno, unatakiwa matamshi yako useme kile kitu hakika kinachosemekana sawa sana neno la Mungu. Sio niende kwamba Mungu ninaumwa sana, unajua. Ninapoenda ninaumwa, ninaenda mbele za Mungu nasema uhai wa Kristo uko kwenye mwili wangu, kuanzia kwenye utosi, kuanzia kwenye miguu. Ripoti la ultrasound hapo linasema kwamba nina mauvimbe. Ripoti la ultrasound linasema mifupa umevunjika. Neno la Mungu linasema mimi sisemi sasa sana ile ripoti. Nasema uhai wa Kristo upo kwenye mifupa yangu. Kila mfupa wa mwili wangu umejazwa na uhai wa Kristo. Kila sehemu ya mwili wangu unamiminika uhai wa Kristo. Mimi ni mzima. Mimi hakuna itilafu kwenye mwili wangu. Yaani ninasema sawasawa na neno la Mungu. Sisemi kulingana na ile situation ambayo ninaiona wakati huo. Ndipo hapa anaposema liko kwenye moyo wako. Lile neno ambalo ni la imani yetu. Kwa sababu unapoendelea kulisema, linaendelea kuinua imani ndani yako. Na imani yako inavyozidi kukua, kwa sababu tumeambiwa kila mtu amepewa kiwango cha imani ndani yake. Ile imani inavyoendelea kukua na kukua na kukua, ndivyo mwisho wa siku unaendelea kukiona na kukiona kile kitu ambacho unakisema, na mwisho wa siku kinakuwa kwenye maisha yako. Kwa sababu nilikwambia kwamba kama unaweza kukiona kitu kwenye neno lako, kama unaweza kuona mfupa uliovunjika ambao umeonyeshwa kwenye X-ray yako imekuonyesha mfupa umevunjika, lakini wewe kama unaweza kuona ule mfupa umeunga na ni mzima, hakika ule mfupa hauna cha kufanya zaidi ya kujiunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona nini? Kila unachokiona kwenye neno, hicho ndicho ni cha kwako.
huwezi ukapata kitu ambacho ukioni. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Yohana, kitabu cha Injili ya Yohana, Yohana 6 mstari wa 63, neno la Mungu linasema kitu kizuri sana pale. Mstari ule wa 63, Yohana 6 inasema, roho ndiyo itiayo nini? Uzima. Mwili haufai kitu. Maneno niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo kila neno tunalolisema si tu neno la kawaida, ila ni roho. Na ile roho tunayoisema inaendelea kuweka uzima ndani ya miili yetu. Kwa maana hiyo, je, ni situation gani kwenye maisha yako imekufa? Ni kitu gani kimekufa? Kitu gani hakina uhai ndani yako? Au kwenye mazingira yanayokuzunguka? Au kwenye maisha yako kwa ujumla? Je, umesema neno la Mungu ambalo linalitia hicho kitu uzima? Kama bado, sasa ni wajibu wako kuanza kutafuta neno la Mungu ambalo ukilitamka linajaza uzima katika kile ambacho unakiona kimekufa, au ile hali ambayo unaiona hauitaki kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa akasema maneno tunayosema ni roho. Na neno la Mungu ametuambia kwamba kwa sababu aliyeunganishwa na Bwana ni roho moja naye. Ukisoma kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 27, anasema yoyote aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Na sisi tumeambiwa kwamba maneno tunayosema ni roho, tena ni uzima. It means huyu roho wa Bwana ambaye tumeunganishwa naye ndiye anayetuwezesha ndani yetu, kutufafanulia, kutusaidia kujua tuseme neno gani, kwa wakati gani, na kwa namna gani. Kwa sababu nimekuambia ziko hekima mbalimbali ndani ya neno la Mungu. Kwa hiyo kila challenge, kila situation, kila hali tunayoipitia inayohitaji hekima ya namna fulani ya Mungu, Roho wa Kristo ndiye anayefunua ndani ya roho zetu, kwa sababu sisi tumeunganishwa na Mungu, nasi tumekuwa roho moja naye. Kwa sababu sema wale aliowajua aliwachagua, na hao tumefanywa kuwa roho moja naye. Kwa hiyo Kristo au Roho wa Kristo ambaye ni Roho Mtakatifu ndani yetu ndiye anayetupa haya maneno ya kusema. Lakini lazima kwanza primary situation au primary hatua ya kwanza kabisa ya wewe kufanya ni kuhakikisha hili neno unalijaza. Usome neno, uhakikishe liko ndani yako, ili Roho anapoanza kupekua ndani ya moyo wako analikuta lile neno, anakukumbusha, mwanangu, hili hapa, hii hali ya sasa hivi neno la kutumia ni hii hapa. Pana machafuko sasa hivi, neno la Mungu linasema upendo unatoa amani. Kwa hiyo neno la upendo la sasa ni hili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. La sivyo hatutaweza kwenda. Mungu asifiwe sana. Unajua wakati ule kwenye neno la Mungu tunaonyeshwa kuna situation mfano ya moto. Wakati wa Shadrach, Meshach na Abednego, wakati ile tanuru limewasha moto, Mungu aliwaruhusu wadumbukie ndani ya moto ule. Bwana Yesu asifiwe. Na walipodumbukia, mfalme anasema akawaona wangapi? 4. Bwana asifiwe sana. Lakini tunaonyesha tena kuna kipindi kingine moto ulitokea, lakini Mungu akawaambia watu wake wakimbie ule moto. Akamchukua Lutu na nyumba yake, tena akawatoa kwa haraka. Tunaambiwa walikuwa wanajizongazonga, wale malaika wakawatoa. Kwa nini? Kwa haraka. Hapo ndo maana nikakwambia ziko hekima tofauti katika situation tofauti. Kwa hiyo Roho wa Mungu aliye ndani yetu ndiye anayetusaidia kujua, okay, kwa wakati huu naingia kwenye moto, wakati huu ninakimbia. Bwana asifiwe sana. Hebu tusome kitabu cha Yohana. Tusome kitabu cha Yohana. Yohana 14. Haleluya. Neno la Mungu ni zuri sana na tena li wazi. Yohana 14 kuanzia mstari wa 15 pale. Yesu anasema, hii ni kauli ya mkubwa mwenyewe. Haleluya.
Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Haleluya. Maana yake kushika amri zake nini? Tutaweka hazina. Hazina ya nini? Ya maneno. Yanaenda wapi? Moyoni. Hazina njema. Which will come out what? Mambo mema. Bwana asifiwe. Na tunasema kwa sababu maneno tunayoweka ni Roho Mtakatifu anakuwa anafanya nini pale? Anatusaidia. Bwana asifiwe. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mwamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema atamwomba Baba atupatie msaidizi. Nimekuambia ili uweze kutambua unalitumiaje neno la Kristo, ili kuweza kuleta mabadiliko kwenye maisha yako, lazima Roho wa Mungu akusaidie kujua ni hekima ipi inatumika wapi na kwa namna gani. Kwa hiyo Kristo anatuambia Roho wa Mungu anapokuja ndani yetu ndiye anayetufunulia. Yeye ni msaidizi wa kutusaidia. Kwa sababu anasema tunamtambua, anakaa kwetu. Aliyeongwa na Kristo ni roho moja naye. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sitawaacha ninyi yatima. Mstari wa 18 pale. Bado kitambo kidogo ulimwengu haunioni tena, bali ninyi, pale likafunga na fungu sema, akasema bali ninyi mnaniona, kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Bwana asifiwe. Anasema siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Kwa hiyo ili Yesu ajidhihirishe kwako, lazima uzishike amri zake. Na ukizishika amri zake, hiyo inaonyesha unazipenda maisha, umefuatilia maneno yako kwa wingi ndani yako. Unasema neno lake. Na anasema automatic, hakuna namna, lazima na Baba naye afanye nini? Akupende na akuonekanie, akutembelee, akupe muujiza wako. Bwana Yesu asifiwe. Lile neno lifanye kazi. Lakini kama tulivyo sasa, kuna mwanafunzi wake mmoja anaitwa Yuda, sio Iskariote. Akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba unataka kujidhihirisha kwetu, wala si ulimwengu? Yaani hapa ina maana alikuwa hajamuelewa bado Yesu anamaanisha nini. Kwa sababu kumbuka Kristo anapoongea nao bado Roho wa Mungu hajaja kwao. Kwa hiyo kulikuwa hakuna roho wa kumtambulisha au wa kumfafanulia, wa kumpa hii revelation ndani. Kwa hiyo Yuda anauliza, wewe unasemaje kwamba mara unaondoka, mara uko ndani yetu, mara sijui kuna roho? Anasema unajidhihirisha kwetu kivipi? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda, ona Yesu anaporudi, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja na kukaa kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hashiki na neno langu, maneno yangu, nalo neno mnalisikia si langu, ni lake Baba aliyenipeleka. Yesu anaanza kumwelezea mchakato mzima kwamba mimi nimetumwa na Baba, na ninapoondoka huyu ninayewaambia ni msaidizi anayekuja, hasemi ya kwake, anasema maneno ya nani? Ya Baba, kama ambapo mimi ninasema maneno ya Baba. Kwa hiyo kama mkifuatisha maneno yangu, huyu msaidizi ninasema hakika atakuja, atakaa ndani yenu, na haya maswali yote ambayo mnafikiri mnaniuliza kwa ndani, anasema hayo ndio niliowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, atawakumbusha yote niliowaambia. Kwamba kuna vitu ninaongea sahihi hamvielewi, kuna vitu ninawaambia wakati huu hamvijui, lakini Roho wa Mungu anapokuja akikaa ndani yenu, atafunua yale ambayo ni magumu, utajikuta unaelewa. Maana yake ninaposema atafunua, nasema ni kama utapelekwa, kwa sababu ni Kristo anaishi ndani yako, sio wewe tena. You will have the experiential
feeling, yani experiential knowledge, ile elimu ya vitendo. Yani ni kama ulikuwepo pale, ni kama umeishi hapo mahali. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasisitiza ili hivi vyote vitokee, lazima maneno yake au neno la Mungu likae ndani yako kwa wingi. Lazima hili neno linapokaa kwa wingi ndani yako, kwa sababu sio neno lake mwenye, maana anakuambia maneno niliyosema hayakuwa ya kwangu, yalikuwa ya Baba. Afu na huyo roho atakayokuja ni roho anayetoka kwa Baba. Lazima manifestation itoke kwako. Kwa maana inamaanisha unapoendelea kusema neno, nguvu inazunguka ndani yako, nguvu inakuwa kwa wingi ndani yako. Na unapoendelea kukua kwa wingi na kwa wingi na kwa wingi ndani yako, basi nini kinatokea pale? Lazima muonekano au matokeo ya kila ulichokijaza ndani yako kitokee. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu kwenye Mhubiri ile 11:3 anasema, mawingu yanapojaa yanaachilia mvua. When the clouds are full, they empty themselves. Kwa hiyo kwa maana nyingine, neno, ndio maana Kristo hapa anazungumza neno likikaa ndani yangu, maneno yangu yakikaa ndani. Ukiangalia hapa anazungumza, yani anarudia kusema maneno yangu yakikaa ndani, maneno. Kwa hiyo unapoendelea kuweka hazina, inavyozidi kukaa ndani kwa wingi, unapoendelea kuisema kwa wingi, unaisema na kuisema na kuisema, ina maana inajaa ndani yako kiasi kwamba hakuna namna, lazima imwagike, lazima itokee. Na ndio hapo ukisoma ile Warumi 8:24, hem, twende tusome Warumi 8:24. Warumi, barua ya Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Huu ni mtume Paulo alivyokuwa anawaambia Warumi. Anawaambia, nasi twajua. Ukianza ule mstari wa 26, ngoja tuanzie pale juu. Anasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Huyu Roho ndio yule ambaye Kristo amemwagiza au amemwachilia ndani yetu. Anasema huyu Roho anatusaidia udhaifu, kwamba hatujui, anafunua ndani yetu, lakini anaenda hatua nyingine, anatusaidia pia hata kuomba. Na tulisema neno la Mungu linasema leteni hoja zenye nguvu. Nikakwambia hoja zenye nguvu ni hoja zinazoambatana au zilizotokana na neno la Mungu. Kwa hiyo tunaambiwa huyu Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba mbele za Mungu. Tena anaomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Anasema yeye aichunguzaye mioyo ambayo inakaa nini? Hazina. Bwana asifiwe. Hazina ambayo ni nini? Inaanzia kwenye nini? Kwenye maneno. Anasema yeye aichunguzaye mioyo, aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua, mstari wa 28, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Unampenda Mungu? Okay. Umeitwa kutimiza kusudi lake? Ndio. Neno la Mungu linasema kama wewe ni huyu mtu ambaye unampenda Mungu, na tumeshaona huku mwanzo criteria wewe kumpenda Mungu ni kushika nini? Maneno yake. Okay. So kwa lugha nyingine, je, umeshika maneno ya Mungu? Oh, ni kweli umeshika maneno ya Mungu. Umeitwa kwenye kusudi lake? Ni kweli umeitwa kwenye kusudi lake. Kama umeshika maneno ya Mungu, lazima umeitwa kwenye kusudi lake. Anasema watu wa namna hii. Anasema watu wa namna hii Mungu hufanya kazi pamoja nao. Na anafanya kazi pamoja nao kwa ajili ya nini? Sio jambo lingine. Anasema Mungu hufanya kazi pamoja nao kuwapatia mema. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wangu, kama wewe umeamua kwa dhati, kama wewe umeelewa hiki tunachojifunza, kwamba umeitwa kwa kusudio la Mungu, kwamba ndani yako
unampenda Mungu, kwamba neno hili la Mungu liko ndani yako kwa wingi, ina maana hakuna namna, lazima Mungu hafanyi kazi na wewe. Na kazi ambayo Mungu anafanya pamoja na wewe ni ya kukupatia mema. Kwa maana hiyo, unapokutana na changamoto basi kwenye maisha yako, unapokutana na hali ambayo hujaitegemea, sintofahamu, hupaswi kutetereka, hupaswi kuwa na mashaka, kwa sababu neno la Mungu limeshasema anafanya kazi na ni kazi ya kukupatia mema. Hiyo ndo kazi ambayo Mungu anafanya na hao watu wanaompenda, na hao watu walioitwa kwa kusudio lake. Hana kazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilisema kila ambapo kuna wajibu, kuna ili upate reward, kuna wajibu wako pia. Kwa hiyo wajibu wako wewe sasa kama Mkristo au kama mtu anayempenda Mungu, lazima uhakikishe neno la Mungu liko kwa wingi ndani yako. Kwa sababu likiwa kwa wingi ndani yako, ukilisema kwa wingi, Mungu anajua, okay, huyu mtu ananipenda. Na kama huyu mtu ananipenda, neno langu linasema lazima nifanye naye kazi ili nihakikishe nampatia mema. Kwa hiyo ukiwa mtu ana namna hiyo, hakuna namna mema yatakupita. Hakuna namna utakuta una maisha mabaya. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu wewe binafsi utakuwa una uhakika, kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako lazima mwisho wa siku kigeuke kiwe chema. Kama ni upinzani unaamka kuja kwako, ule upinzani kwa namna yoyote, kama umesimama vizuri na Mungu, hakika huo upinzani hautakuangusha, lakini mwisho wa siku utakuletea mema upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hutaogopa, utajikuta unaishi vizuri, utajikuta unaendelea kujaza neno la Mungu kwa wingi. Ndio maana na pale akasema tena, huyu mtu gharika inapokuja, sio vimafuriko vidogo, gharika inapokuja, ile nyumba haitikisiki. Kwa sababu gani? Anajua msingi wake umejengwa kwenye nini? Kwenye mwamba ulio imara, na huu mwamba ni neno la Mungu. Na Roho Mtakatifu anakufunulia, anakupa amani. Anasema amani ya Mungu ipitayo akili zote itahifadhi mioyo yenu. Huu moyo hauwezi ukahifadhiwa na amani na upita akili zote kama hauna neno la Mungu. Lazima uwe na hazina njema. Ukishakuwa na hazina njema, then ndipo unapoweza kuhifadhiwa, ndipo unapoweza kuwa na amani. Kwa hiyo hata kunapotokea machafuko, kunapokuwa na sintofahamu, kuna taharuki huku na kule kwenye maisha yako, unajikuta uko calm. Kwa nini? Neno la Mungu lililo ndani yako linakusaidia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kukupa amani, kukupa utulivu, kwa sababu unajua kila kinachokuja upande wako lazima kihakikishe kinakuletea mema. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtazamaji wangu, tukiwa tunamalizia mfululizo huu wa kujifunza maneno, nguvu iliyoko kwenye maneno, ninakusihi kwa rehema za Mungu, hakikisha maneno yako, hakikisha mfumo wa maisha yako unauachilia au umekaa sawa sawa na mfumo huu wa Kristo, kwamba maneno ya Kristo, unahakikisha unalijaza neno la Kristo ndani yako. Unahakikisha Roho Mtakatifu anakuwezesha kusema au kufanya sawa sawa na neno la Mungu ambalo liko ndani ya hazina yako. Na hii inatokea pale tu utapohakikisha unajua unakaa na nani, unaweka nini ndani yako. Usiwe tu mtu wa kutembea tembea, kukaa na watu ambao hawaeleweki, unatumia tu muda wako bila kuwa focused. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakikisha kila sekunde ya maisha yako unaijenga kwa kujua kwamba neno ninapozidi kuwa kwa wingi ndani yangu, ndivyo na maisha yangu yanavyojengeka kuwa bora zaidi. Kwa sababu katika kila eneo la maisha yangu ninahitaji neno, na neno la Mungu ndio lenye hazina ya kunipatia kila ninachohitaji na si kitu kingine chochote. Amen. Mpaka wakati mwingine, ni mimi Pastor Sacred. Ngoja nikuombee. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu. Asante kwa maneno yako ya uzima ambayo tumejifunza. Bwana, ninazidi kuendelea kukusihi ya kwamba ukaweke ndani yetu haja na hamu kubwa kujifunza neno lako. Kila aliyesikia maneno haya, Bwana,
Weka ndani yake uhitaji, weka ndani yake kiu ya kulipenda neno lako, kupenda kulisoma na kupenda kuliishi. Badilisha mfumo wa ufahamu wetu, badilisha namna tunavyoishi, tusaidie Mfalme ili tuweze kuenenda sawasawa na vile ambavyo neno lako linatutaka tuwe. Bwana, ninaomba kwa ajili ya wenye haja mbalimbali, wenye shida na mahitaji mbalimbali. Mfalme, ukakutane nao, ukawajibu sawasawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu, ninatamka habari njema kwao. Ninatamka kila chema na kila baraka ikatajwe katika maisha yao na familia zao. Katika jina la Yesu, ninaweka mikononi mwako, nikiomba uwalinde na uwatunze. Amen.